Ndio umuhimu taratibu. Usije ukaumia tu. Haina shida. Shida. Umuhimu shemeji. Sawa. Unajua usije ukaumia tu. Haina shida. Sasha. Ndio umuhimu taratibu. Usije ukaumia tu. Haina shida. Sasha. Haina shida. Umuhimu shemeji. Sawa. unajua Labda kuja tusaidiane kutawafanya. Ndio umenunia. So hivyo kunikuta kule choona. Nilienda kule choona nakutana na panya. Kwa hiyo nilipiga kelele. Shemeji ndo alikuwepo karibu, ndio maana alikuja. sawa kaja kukusaidia. Kwa ile milio ulikuwa na inayotoka mle ndani na isitoshe zaidi, mnafunga na mlango. Mangu ni viatu tu vile. Nilikuwa naogopa sana, ndio mimi mkeo ni mwoga sana. Kwa hiyo ndio maana tu nilikuwa vile, ni viatu tu. Kanyandele maji ya kuoga maana nikutoka huko nimechoka tasili hivi hapa. Sawa. Sawa. Nimepapenda by the way. Upo vizuri. Nimependa na kitu pekee ambacho ningependa kukisema, umenisaidia sana. Bwana, karibu sana huko kumetulia ndo kama hivyo. Njoo bwana tuangaike wote bwana huko kwetu kama unapaona kumetulia tu. Yaani mimi nikushukuru kwa hilo na huo moyo usije kuacha ndugu yangu. Unajua kipindi nipo kule town kule, yani kuna mazingira fulani hivi ya kelele. Huko kumetulia sana, yani kelele. Alafu ukiachana na kelele pia unaweza ukawa umepambana na kitu fulani na watu wakaja wakakupambania. Kama umewahi kusikia kwamba mdau wewe unajitahidi kuinuka, wenzako wanajitahidi kukufelisha. Hilo kule bwana macho, mjini kule mambo mengi sana. Ile kama ndio kama huko hivi yamepoa. Huko kumepoa bwana. Hata kama ukianzisha kitu huko safi kabisa, hamna taabu yani. Nimeona kuna tofauti na vijana wadogo wanafanya kazi, wanajenga nini. Sawa. Sana sahihi kabisa. Kitu kingine sasa ndugu yangu nilikuwa naombi moja. Ndugu yangu nilikuwa natamani nipate binti mbichi. Binti mbichi. Sio kwa mlango mabaya hapana. Sisi unajua kaka sijaja na shemeji yako. Sasa bwana macho hapo ndaka nikule bwana shemeji kwa bwana na umefika shemeji simuoni yani. Shemeji yako baada ya mimi maisha kwa hoteli akanikimbia. Bwana changamoto hizi. Mimi nikwambia lakini usimuoe yule anapenda pesa. Kipindi kile bwana huyu mimi mpenda si nini. Kuna masala yake sana ndugu yangu. Kweli. Sikuzana naye mtoto au bahati nzuri sikuzana naye mtoto, kwa hiyo ilikuwa kama uzuri, lakini sasa nilivyokuja huku unajua kipindi tupo kule stand tunakuja huku tunakutana na vibinti pale vinakuita Manywele mimi mpaka nikawa nasema yaani unajua kama hivi unajua pale sasa nikawa najisikia kichwa kikubwa anatembea na superstar wa huku. Umejuaje? Sasa kama vile nimepata kitu moja hivi. Mtoto 2000 tena wewe na mtoto 2000 wapi na wapi ndugu yangu? Yaani shemeji kama watoto 2000 hao. Na wananoga ndugu yangu, wananoga. Sawa. Sasa sikia bwana macho.
kwa madili kama hayo hapo. Mimi kidogo sio kivile, sio unaniliu. Ila kuna mtu mmoja bwana anaitwa Popoma. Popoma. Sasa bwana Popoma huyu ndio ma connection si umeshangazi hivi vitoto 2000. Yaani hilo ndio kila kitu yule. Yaani jamaa yaani ile tukimuona vitoto 2000 kwa rahisi kwake hivi. Maana yule mshikaji yule anakula mpaka mashemeji zake. Uko kwa mambo hayo. Huyo ananifaa huyo. Yupo sawa ananifaa. Tena mimi nikitoka hapa anakaa mitaa gani? Karibu na kule kwako? Mitaa ya nyumbani pale Pomba sana hivi. Bila kuchelewa kaka. Hapa nikitoka hapa nitakula. Hakika. Maana yake njaa inaniuma kweli na nimewaza kuja kule nyumbani kumsumbua shemeji itakuwa sio vizuri. Niende huko nikale, lakini ukishafika huko wewe mpe taarifa. Mimi nitapa taarifa ndugu yangu. Bwana kuna shemeji yako ameingia hapa mtaani. Wewe. Kwa hiyo aje, yani wewe mwelekeze hapa, si anapajua? Anapajua. Mwelekeze aje hapa. Tukae tujadili tuwapange. Ndo mambo yetu, Umejuaje? Tamtafuta jamaa, tukuelekeza wapi tukutana naye, mambo endelea. Basi hamna shida. Tuangushane ndugu yangu. Wewe usijali, hivi salimie Mrs. Manywele. Nimefika. Manywele mimi bwana, nifike huko. Usisahau unapopoma kumgusia mambo yangu. Hamna tabilo limeisha kabisa, limeisha. Haya basi kwa kaka. Macho mtumbali. Ngoja mimi kwanza niende. Basi fresh. Haya poa. Haina noma ndugu yangu. Haya sana. Nisho nakwambia vile yule shoga yangu ndo hapo nakaribia. Nimejipapatua hapa nilipo na 6000 bado 5000. Kwa hiyo tunafanyaje? Hili mapenzi ile swala lilosema. Mimi nimeenda hapa kiharakati, nimepata hiyo shilingi 5000. Afadhali, Sama mpenzi. Bora ile 5000 tungeweka mzigo ndani wa unga mpenzi wao. Je, basi mimi nikafanya mambo yangu mengine, hayo mambo mengine utajua mwenyewe. Mpenzi samahani. Kule nimeenda kubeba matofali, nimepita pale kwa Mangi pale. Unapajua? Nimenunua mzigo wa unga shilingi 1000. Sasa hivi huko nimebakiza, nikanunua mboga pale, samaki, dagaa mchele pale kwa mama Mangi. Nipe kwanza mimi hiyo. Afu wewe utajua kama dagaa mchele au mlenda kukopa. Sawa? Mapenzi sio pesa. Pesa zinatafutwa. Hayo ndo majukumu ya wanaume. Unaposhindwa kutimiza majukumu yako, wenzio wanakusaidia. Ndo wale ya majirani zetu. Wanasaidiwa na wadogo zao, wanaanza kulalamika mtaani. Nakupeleka babaya michezo. Unajua issue ambazo unazifanya sasa hivi. Juzi tumesikia story bwana. Umetoka na mke wa Clever. Taratibu blaza. Taratibu. Sio taratibu 40. Basi yako bakia moja. 39 sasa hivi. Hiyo michezo ndugu yangu, michezo hiyo. Taratibu. Tuache nayo. Uoga tu ndugu yangu hapo. Umetulia. Sasa sikia sasa ndugu yangu. Kuna jamaa wangu fulani hivi anahitaji mitoto fulani hivi 2000, mtoto fulani hivi 2000 hivi. Jamaa fulani anaitwa Macho hivi. Kuna siku ile utaona naye hivi. Nikupo naye ndo Macho sasa. Najua kwa hiyo mimi nataka hiyo mada tuweke pembeni. Nataka nijue leo kuambia wewe kuhusu mimi nimekutwa chooni na shemeji yangu ni nani. Ndugu yangu kitaka kizima hiyo stories wanazo. Tena full package nakwambia. Kuna siku kata na bwana Clever. Ile jamaa alipokuwa bwege eti kafika choo kafika mlangoni hata anasuta milio chooni. Mimi masi baby kimeenda kimerudi. Katoka zako mbio sikachukua kisu kwa chooni kutasina unamtoa panya kwenye tundu la choo. Wewe ulikuwa unamtoa panya au unamweka panya? Ndio mambo yameshaacha. Mimi sasa hivi mambo yangu vitu vya 2000 mwenyewe unajua vitu vya 2000 juzi hapa. Sema haina shida, wewe ndugu yako anakaa wapi? Sasa ni jamaa anakaa mazingira pale hivi, alikuwa anakaa Azuma. Sasa yuko pale. Mpango namna hiyo bwana. Bali haina shida. Shida. Usiangushe sasa ndugu yangu. Haina shida, mimi jioni au baadaye taelekea. Sema michezo ndugu yangu waache. Hiyo michezo mibovu hiyo waache ndugu yangu. Mimi naenda bwana. Haina shida. Fresh. Mambo yasha kwanza kwa magumu. Ila issue si shemeji ni unajua ile. Wewe ndio umechelewa kujua. Ubuyu wote nao. Hivyo nakwambia Asia alivyonihadisia. Mume kitandani si ndo ajiwezi. Basi yule Popoma ndo anajua kila kitu, hivyo nakwambia hawezi hata kumwacha.
huyo kaka alipopoma na Asia wamefa. Sasa wewe unataka asiishi na mke, nakusubiri wewe na wewe nikuone akushinda wewe mke ndani hapa. Na unaponjua na mdomo wangu. Mbona nakuletea kibenbati? Twende nyumbani mimi nikapike nini sasa hivi na njaa. Maisha ya maisha anachanganya sana. Kwenye wanawake shida, Aisha anitaki, kila nikimpata ananikatalia. Kuna yule Mwajuma kule kashakula hela zangu vibao, lakini anitaki. Maskani kwenye bodaboda ndo kama hivyo, nimefuzwa napaki peke yangu kama hivi. Mtiki yangu nzuri tu, tena namba hii ya juzi tu, lakini hawanitaki maskani pale. Abiria nao ndo hivyo kama hivyo, changamoto kupatikana shida. Nikuja wazi au niende kwa mtaalamu hivyo hivyo, nabidi nifanye. Kuna mwanangu mmoja hivi nimtafute, kuna siku aliniambia kama kuna mtaalamu mmoja hivi mtaka sana, yani mkali kishenzi, inabidi nimtafute hapa nipe location. Inabidi nimtafute yule jamaa ili anipe connection zote. Mungu nisaidie kwa kila jambo ambalo nataka nifanikiwe. Mungu wote wa nyuma hakuna leo kuwezesha kama kuwezesha leo. Unajua nimezaliwa kwa sababu ya kuwezesha tutawasili kama wewe. Kweli? Ndio anaenjoy kwa wakati mwingine. Ndio kitandani kikaa mbulike wewe. Mtoto tusizidi sana. Unajua ile? Watoto wadogo wakae pembeni kidogo. Watupishe kidogo mimi naye. Sio kweli. Sio kweli nini? Sawa kama ndio hivyo. Mtu wetu sitamani aje kujulikana. Ndio blaza nini akija kujua transaction au si. Kwa hiyo nikwambie tu wasiwasi. Yaani kwa ile hapo. Yaani hapo kwa mseme ndio tumefika. Mimi namjua mimi mkorofi yule. Namjua vizuri, kwa hiyo hata usiwe. Kwa nini kuamini au si? Wewe ni amini kasika wewe. Sawa, haina shida. Yaani kwa hiyo hamna tashi. Kuwa na amani. Ndio mfungo ile tuingie guest.